Tamba imani haya yamekuwa leo mtu mjinga kaonekana kwenye jamii. Labda nikwambieni. Wewe huwezi kuwagombanisha watoto wa chuo kadini na watoto wa 2000 kwa tunajiona digrii. Sawa? Alafu una familia kubwa nyumbani. Hivi familia unaweka kwenye attention gani? Unamwambiaga Mwambino aache zinaa. Kumbe wewe ndo namba moja. Unakimbiliaga kushika kaburi la mtume kujifanya kama vile unaomba dua, upate utajiri, upate ufalme, kumbe unakuja kufanya maasi. Yaani katuzalilisha sana wanajamii. Kwanza wewe kwa nini udili na watu 2000 wagombanishe? Na kwa nini uonyeshe message? Yeye ndo anachukua simu yake tena anamfuata yule mwingine, angalia mwenzi ananisumbua. Akija kwa huyu, yani yeye ndo alina akili, alijitambui yani. Linashindwa kujishikilia. Sasa nimepata fedha kubwa kwenye jamii. Watoto wameumizana, serikali inamtafuta. Lakini brother Doto ukumbuke naye brother Mwijaku ana mtoto wa kike. Nakwambiaje? Yani limefezeeka. Yani Mungu ujue malipo hapa hapa, labda nikwambie. Malipo hapa hapa duniani. Na nyie wajinga mnaokuaga kusema eti gorofa lina starehe. Umeona sasa? Watu wanaokaa magorofa ni shida yao. Kamfezesha shemeji yangu. Mimi naona aibu sababu shemeji kila siku nilikuwa naongea naye. Tukiwa wote Dodoma ananipigia, "Doto ongea na shemeji yako." Mimi namsii, "Katulia huyo mtu bichwa boxi, ana mabaya yote." Leo shemeji lazima ninunie kwa vitu vikubwa tena. Bora tangidili na wakubwa wenzio, watoto wa 2000. Umeona sasa alivyomzalilisha. Tena unamtaja live. Kwa nini wewe mmoja hapo unamwambia hivi? Sasa ina make sense, I need you. Apate nini? Aibu kubwa. Aibu kubwa sana. Ndio mjue, yani unawadhalilisha wasomi wenzio, unazidi kushuka mileage. Umefanya vitu vya utovu wa nidhamu. Kumbe ukija huku unatupigia makelele na za makelele na kusubaisha, unaenda kuwapangia watoto 2000 wanagombana na pasuana. Hivi unapata nini? Una familia kubwa. Haya, shemeji anaondoka kwenye gorofa. Kasusa hataki tena kukaa kikao na mtu yoyote wala familia yako hataki. Kaondoka dada wapi? Aibu. Kumbe watu jamani, labda nikwambie ni msona watu wanaishi magorofani wanalaa. Wana mengi moyoni. Leo sasa ndio mjue magorofa mabaya. Njoo ni nyumba za chini huku kwa Maiforesa. Mmeona watu wanaishi magorofani sasa ndio mjue gorofa lina kera, gorofa lina yani hakuna sehemu mbaya kama kuishi gorofani. Bora uishi nyumba ya chini au ulale chini kabisa. Umeona sasa? Hivi unahisi saizi atakuwa kwenye hali gani? Hali gani? Kwa sababu nikiangalia ile clip juzi, tena kanunue dela. Sijui nini anamsema mzee wangu. Tena si ukanunua kijola anampa dola 100. Kumbe dola 100 za uongo anacheza na akili yake. Kumbe kuna watoto wanaokula mara 2 ya dola 100 huko. Shemeji pole bwana. Ya dunia hayo. Ndio mitihani ya Mwenyezi Mungu. Siku zote kwenye raha ujue shida iko karibu. Labda jibu ndio hilo. Kwa hiyo kwenda Maka kote kule ni uongo, fezea tupo, anatupa fezea sisi Waislamu. Kumbe ana makubwa ya chini ya pazia, mazito. Na yule akili yake sikaza anakutanishaga hata wote. Wanasemaga nini ile? Mnakuwa nini ile? Samsam. Anakutanisha wote. Leo kumeonekana mabaya yako miumbuka. Acha kusema sio nini. Kuna makampuni yanayomwajiri. Mdomo, kamdomo. Nini na mkewe, unajifanya mkewe mnene mzuri. Unahangaika nini mdogo wangu? Au ndio hela za kuuza sabuni zinakuchanganya za mdogo wangu Diamond? Maana wewe ndio unasikia ndio unalipwa hela nyingi kushinda Maiforesa wote. Ndio anapokea hela nyingi. Wewe kwa hiyo ile mikusuzua mdogo wangu kama ukapangishwa watoto 2000 unaumbuka bure. Alafu ulipokuwa una akili wewe ndio mgomvi. Kwa sababu wewe kutumia message huko unamwonyesha huyu. Angalia anavyonisumbua shoga yako. Alafu unarudi huko. Mzee, umeadaika na nini? Gorofa lenyewe bado hujalipa deni, unaenda kimkataba. Bado tena huku unayazua. Jamani wewe Mnuguru una matatizo sana. Hata nilipo na Dodoma alikuwa na mtoto mmoja 2000 kampakiza nyuma. Mtoto ana adabu kufika Dodoma bila tusalimie, kachungua domo kama chununu. Yaani kufika hata kushtuka. Kaka Doto babu shikamoo. Ana hata adabu hata kuniamkia hadi nikalazimisha shikamoo. Wakati ukipigiwa simu na shemeji yako unamtetea. Namtetea. Nikamuuliza nani? Hamna, mtoto wangu 2000 yuko UBC UFM. Ananipenda kweli. Basi unataka kuniheshimu hata kutukamkia si kumwambiaje sisi wafanya kazi wake si unajisema gani vijana wangu. Mako ndio nataka kutusalimia na mimi jina langu kubwa. Nikaona huyu kaambiwaje sisi mpaka umoja wako katutambulisha. Mimi nikasema tumwachie Mungu. Ili fundisho lakini fundisho kubwa ni fezea. Yule ajionea na elimu na degree, mambo yake sio uongo wala sio kijinga. Leo kaonekana. Sasa dada yangu kumbe huko kwa kwenye gorofa anapewa tu uongo vizawadi vya Dubai. Kumbe kuna watu huko wanaokula bata. Lakini kwa mabadiliko ambayo tumeyaona kwa maisha ya Mwijaku hivi karibuni yamechangiwa na yule mwanamke au Mwijaku amebidiza? Hiyo usiangalie maisha yao. Hao maisha yao wenyewe kifamilia. Wewe jua watoto wa chuo na wamechangia maisha yake. Wana akili wale mpaka wakaanza kumudu. Mpaka ndo anakatana nywele na maana katoa viapo vingi, yani hadi nyingi alizotoa pale. Labda aliambia atajengea. Unajua mtu kumwachisha chuo usifanye mchezo. Mpaka mtu anaacha kusoma na kusikiliza mpige makelele mtandaoni. Ina maana vitu vingi ulimwambia pale vya hadi vya kimaisha. Kwa hiyo tuangalie kuna mengi ataibuka.
Hapa yeye nilisikia tetesi wanaungana watu wa chuo waende kule Kigamboni. Waende Kigamboni. Wakalale juu ya gorofa. Afeti perfect. Sawa, mdogo wako bwana, nadhani ukakuwa kumsupport sana Jux. Ndoa yake ilichukua time kubwa na nadhani imechukua nafasi kubwa sasa hivi mitandao Nigeria. Juma Jux. Inasemekana ndo ndoa. Ngoja nikwambie. Katuheshimisha Watanzania Kabisa. Vitu vikubwa. Unajua usiongee mtu kwa chuki. Jux ndio katuheshimisha Watanzania wote Nigeria mpaka wanatuogopa sasa hivi. Sababu tumetoa power kubwa, si nguvu power. Diamond kaenda mdogo wangu, Omid Mpozi mwenye roho mbaya alikuwepo, Kichogo ana roho mbaya kweli, simpendi snitch. Namtaja kwa sababu mimi mkubwa. Mtu hataki maisha yenzia hivi yeye nani sasa. Mungu ndo kila kitu. Sijui umeelewa. Kwa hiyo watu wengi walikuwepo, wasanii mbalimbali, MC mdogo wangu Garabi alikuwepo. Yaani kwa hiyo mambo yalienda vizuri. Harusi ilikuwa ina wasomi. Unajua Garabi msomi Katika wasomi na wakubali Garabi na mkubali kwa sababu kwanza kaanzia kuwa mwalimu. Anafundisha Morogoro. Garabi unajua kateseka yeye Garabi wewe. Amepitia mengi. Kachezea vumbi la chaki Morogoro kuwafundisha watoto wa darasa la kwanza. Usifanye mchezo chekechea. Ndio maana ana nidhamu na maisha Garabi. Ndugu yangu nakukubali Garabi, endelea na masomo. Sure. Kwa hiyo harusi ilichangamka, ilileta mazingira mazuri kwa Tanzania. Yaani wataongea kiroho na kichoyo hana akili. Kwa sababu Jux mstaarabu, haje kugombana na mtu. Unjue mtusi mtu au muongelee mtu mabaya au mchokozi. Jux anaga uchokozi na mtu yote mdogo wangu. Ukimuona ye kakupa hana ye basi. Ndio maana Jux unaona watu wengi wanamwangalia. Wewe chunguza katika wasanii yote Jux haje kumjibisha mtu. Hata umjibishe yeye kama hayupo. Ndio kile watu wanachomkubali mdogo wangu Jux. Sema naye mchoyo Jux. Toi hela mdogo wangu Jux. Wewe naye bwana. Ngumu sana. Sio ngumu, labda mifumo. Kwani kuna ugumu mtu lazima aseme ana. Ndogo wangu nakukubali Jux. Sikuona niwekea kabisa dola zangu. Moja ya kitendo ambacho kimetokea kule Nigeria ni kulia. Watu wamejiuliza kwa nini Jux kwenye ndoa. Lazima alie mdogo wangu, hajawahi kuoa. Sawa. Kwa hiyo vitu lazima aone kama baraka ya Mwenyezi Mungu. Hata kama aliwahi kuoa, lakini ndoa imekuja na mshtuko mkubwa. Yaani wa Nigeria wamemkubali familia upande wa kike. Kwa hiyo lazima aone machozi yamtoke, aamini. Sio, umeelewa? Na wengi walijua ndoto zake Jux atamuoa Kichogo mwenzio wa Dar es Salaam Tanzania. Kumbe Mungu haiko hivyo. Ipo siku anaweza kuonyesha tu nusu saa tu, bwana wewe wako huyu na utamaliza na huyu. Basi. Kwa hiyo lazima alie pale, aamini kilichotokea. Watu wote wanamwangalia yeye. Nigeria nzima inamwangalia yeye. Basi kuna wasanii walikuja pale. Kuja kusherehekea. Kuja harusi kubwa ile. Kwa hiyo hana shida na mtu Jux. Watu na yeye ndo kawatambulisha wasanii baadhi wengine wasiojulikana. Kama Jux kaja na fulani na fulani na fulani na fulani. Hivyo. Ahadi ya mdogo wako Nasibu Abdul Diamond Platnumz kusema kwamba akirudi Zuchu ajiandae na ndoa yake. Vitu vya kawaida. Kwa nini wasioane bwana? Si mpapa na jimwenzie kwanza kamwajiri mtu wake. Lazima watoane. Unajua maneno ndo wanafanya wale waoane. Ingekuwa watu warushi vijembe wale wasingeoana. Lakini vijembe vya watu vitamfanya na mdogo wangu Nasibu amuoe yule binti. Na Zuchu anaga matatizo na mtu, watu tu wanamwandama sasa unajua na jeuli mwanangu Kichogo jeuli. Mtoto wa Zanzibar. Jeuli sana Kichogo Zuchu. Si unamjua Zuchu? Ndio kazaliwa mazingira fulani ya mtaani. Kwa lazima awe mbishwa kurudisha maneno. Vile vitu vya kawaida. Sababu ukikaa mnyonge na watu watakujua haupo. Ngoja niwajibu ili wajue ni hana shida mjukuu wangu Zuchu. Yuko shosho tu hana shida. Na atamuoa Diamond lazima. Kwa sababu hawezi kumwacha maneno yote ala simuoe. Lazima naye ampe cheo chake jamani. Mnyongeni haki yake mpende. Au umpendi Zuchu. Kama umpendi ondoka. Kama umpendi Zuchu ondoka. Nampenda. Yule mjukuu wangu hana matatizo na mtu. Bwana kaka hapo bwana tunamuita kaka wa taifa. Alisema kabisa na kuposti kwamba anachagua kuwa semaji lake Haji Manara. Hii nafasi brother Doto kwa Haji tunaizungumzia. Ichukue wewe basi mwanangu. Sio mchezo kumsemea mtu. Sikashaona mimi ndo kila kitu, kakaangu ana shida. Au haya chukua wewe basi. Nisemee brother kama utaweza. Maneno alimwengu wewe utakufa . Kuna watu Fudenke hawajasema, bado kuna yule mzalamu mpiga singeli anaona kama singeli ndo kaibali close, mshamba ile bila makabila namchukia wewe. Naona ulimwahi siku ya kwanza tukamwambia mdogo wangu maisha yaendi hivyo. Yule brother akikosea wewe ndo wakutetea. Sasa anaimba na nyimbo Kichogo kwa timu hii bado hajajipata. Ukiangalia akaunti namba yake ya benki sio na milioni 60. Tokea sana ananionyeshaga hata nikienda Zanzibar brother. Mimi nachekaga kimoyo na kumbe udula bado. Milioni 60 mimi ndo gari zangu 3 hizo. Badilika bwana. Nionyeshe 800. Nionyesha 60 hata mwanangu bado anaitegemea kuwa nayo huyo darasa la pili. Unajua ananichoshaga akili wewe sana.
Mwanangu, mwache niwe naye nimlee. Unajua ukiwa na Dula nusu saa wewe umevumilia. Ni muongo. Si mchokozi, muongo Dula Makabila, kila kitu yeye. Kama mtu Fudenke, muongo. Sasa mtu utakaa naye nusu saa. Sasa mimi nampokea sababu namjua, si mzalamu. Unajua salamu si watu wa kujisifia muda wote. Wewe Dula shakwambiana. Mimi sijawahi kukaa naye. Nakuuliza tu, siku kukaa naye muulize Dula kuna kitu fulani hivi unacho. Utasikia mbona nina muda mrefu lini Dula? Singeli yenyewe imekuonyesha mwaka jana. Lakini kwa kitendo ambacho sasa hivi kinaonekana